Baba, katika jina la Yesu, Mfalme wa mbinguni, tumeacha mbele yako ajili wewe ndio Jehova. Ajili Baba, huinuliwe na kupewa sifa sasa hata milele. Santa kwa ajili ya afya umetupatia na nguvu zako. Santa ya likio bora kai. Nimegeuza kila nguvu za giza sinaopinga wokovu kwa watu wako sipate kushindwa. Kila vita na magonjwa kwa watu wako Baba ondoa. Kila kifungo likio bora kai Baba ondoa. Waachilia neema na nguvu zako zikatawale mahali hapa. Tamaraki katika madhabahu Baba. Fungua wapendwa wameingia mahali hapa kwa ajili ya neno lako, na wale wako katika kona ine ya nchi Baba wafungue. Kumbuka wachane, yatima na maskini mahali wako, na wale hawana riski ya ukuru wakumbuke pia. Walio wagonjwa mahospitali na manyumba na gerezani Baba wakumbuke. Kristo, tamaraki katika mioyo ya kila mmoja ameingia mahali hapa, kutane na nguvu zako ili ukashuke na ukamponye, ukambadilishe na ukamuinue. Nimefunga kila maroho kutoka baharini, kusimuni, changwani na nchi kavu yote ishindwe. Waachilia neema kwa kila mmoja. Nikienda katika mafundisho nitangulie kwa ajili mimi ni chombo nichase na kuninua. Nachiachilia kwako Kristo kwa mwalimu mwema. Jina la Yesu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tunaenda kujifunza katika maandiko ya Zaburi 12. Kitabu ambayo kiliandikwa na Daudi. Sana sana hii kitabu kinanena juu ya Daudi mwana wa Jese. Vile alikuwa anainua Yesu Kristo mbele yake usiku na mchana na kutafuta uso wake. Kwa hivyo katika hii Zaburi ni chamba ambaye ni nyimbo nzuri za kumwabudu Bwana. Wakati wana wa Israeli walikutana na makubwa ama machungu ama diki, walichiachilia kwa Mwenyezi Mungu, na yeye Mwenyezi Mungu kupitia mtoto wake mwanae Yesu Kristo akawaokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Utokapo ingiapo katika mahali unapoishi, jua ya kwamba Mungu ako pamoja nawe. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio kwa sababu alipeana mwanake wakapekee ndiye akaafa kwa ajili yako na yangu. Kwa hivyo mlisi mwema alio katika wewe ni Yesu Kristo. Alio kando yako ni Shetani. Kwa sababu Shetani kuja kwa ajili ya kuangamiza, lakini Yesu Kristo anakuja kwa ajili ya kutuokoa. Ameshatuokoa, ni sisi tusije tukamsulubishe tena. Tumrudishe katika hali ya mateso, lakini tuche tukamuinue akiwa katika kiti yake enzi, ndio malaika wa Bwana wasangilie. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia hivi, Zaburi 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 8. Ni ambaye ni ombi la msaada wakati wa dhiki. Ombi ya msaada. Wewe kumbuka, unapokuwa katika shida ama katika dhiki unamkimbilia nani? Lakini kitu ya chambo, yule ameokoka anapiga makoti anamkimbilia Yesu. Katika sala zake uchipiwa kwa haraka, lakini yule anayewasa maovu uangamia. Maandiko yatuambia hivi, tuokoe Bwana, maana amuna tena amchaye Mungu, maana waaminifu wametoweka katika wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Daudi akalia kwa ajili ya wana wa Israeli, akisema ya kwamba Bwana awaokoe kwa sababu walio wameokoka ama walio na kwa imani walitoweka katika laini ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Kwa sababu wengi wametoka katika njia za Kristo, wanaanza kuabudu Mungu, wameona ya kwamba kuna njia ya mikato ya kukutana na Yesu, lakini wanachidanganya. Hiyo njia ya mikato yao ni kukutana na giza, na giza inawapeleka kule kusimuni, na baada ya kusimuni kule jehanamu wanaenda kujitetea mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunaona ya kwamba ombi la Daudi mwana wa Jese akanena akasema, utuokoe Bwana, maana amuna tena amchaye Mungu. Maana waaminifu wametoweka katika binadamu. Alipotazama akaona ya kwamba hakuna yule anayemcha Bwana, kwa sababu
waliomwamini Yesu Kristo wametoweka katika hema la Bwana. Wameenda wapi? Wengi wameenda wakitafuta mikato ili warudi katika neno la Bwana, lakini ole wao, kwa sababu wale wanaotafuta mikato ama njia fupi ya kumtafuta Yesu wanaangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Daudi alikuwa analilia waamini wote walipokuwa wamepaki katika wana wa Israeli. Alikuwa analia kwamba Bwana awakumbuke na waokoe wasiche wakaangamia. Alipotazama kwa aliona wale waliosimama wametoweka. Wale waliokuwa wanamfuata Yesu Kristo hawamfuati, wameanza kuenda katika njia za mikato. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani wameenda katika njia ya kupata, yaani katika njia ya kumtafuta Bwana katika njia za giza. Hawataki kuongojea wakati wanaomba, wanataka ya kwamba ishara ya haraka. Ndio naona Daudi alililia Bwana, akawaambia kwamba awaokoe kwa sababu anaona watu wake wanaenda kupotea zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Useme sana yasiyofaa kila mtu na mwenzake, wenye midomo ya kujipendekeza usemesema kwa mioyo ya unafiki. Anasema wale wameotoka katika neno la Bwana. Maandiko yatuambia wameanza kusemesema kwa maneno yasiyofaa. Yaani wameanza kupepeana chuki, wameanza kuvitiana kila mahali wanaenda, wanakuwa watu wa vitina. Wanaanza kuinukiana, wamemsahau Bwana ya kwamba hata emarake yenyewe awaliheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wamekuwa watu wa vizanga mbalimbali, wamekuwa watu wanafiki, wamekuwa watu wa chuki, wanakuwa watu wa kuwekelana mambo yasiyofaa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio alipotazama Daudi alimulilia Bwana sana asiache wana wa Israeli wakatoweke wote, wakapotee. Kwa sababu walibadilika wakaanza kutenda kinyume cha mapenzi ya Bwana. Na wewe msikilizaji, ikiwa wewe ulikuwa umeokoka na ukarudi nyuma, uombe tena ya kwamba uombe sana ya kwamba utaomba tena. Kwa sababu Shetani mahali alikupeleka na amekurudisha kwa sababu hito usimame ama ukuwe msaliti. Vile Judas alikuwa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukimrudia Bwana, mrudie ya kwamba utamrudia Bwana. Uombe ya kwamba utaomba tena. Umwambie Bwana, sasa nataka nisimame katika neno. Kwa sababu kule nje nilienda nikizunguka sikufuata faida, lakini niliona heri nikurudie ili nipate kudumu katika neno. Kwa sababu yeye Shetani akicha apige hodi, yeye ako kando yako anakuchunguza unatoka wapi unaelekea wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba Daudi akasema wamekuwa na midomo ya kujipendekeza. Hakika kwako anakuwa nani? Mtu huyo wa upelelezi kama Delila. Anaongea mambo, anacheka nawe. Na mara mingi nawaambia, sio wale wote mnacheka nao ni marafiki. Wengine wamekuja kama marafiki, na marafiki siku hizi ndio wabaya zaidi kuliko maadui. Kwa sababu rafiki anachua chenye unakula na chenye upendi. Rafiki anachua vile unaendelea katika maisha yako, vile watoto wako wanaendelea vile. Kwa hivyo akitaka ukumaliza atakumaliza haraka kuliko adui. Lakini adui atatafuta njia ya kukumaliza. Na wewe utachua niyo adui uchikinge mapema. Lakini rafiki utachua ya kwamba atakumaliza. Tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Maandiko yajiambia wao wenye kumdhuru Bwana Yesu Kristo, wenye midomo ya kujipendekeza usemesema kwa mioyo ya unafiki. Anaweza kuongea akulilie, asema ameona uko na shida sana, umehangaika bila kazi, lakini sio ile hali ya kukusaidia upate kusimama. Ni hali ya kupiga vita ya baridi. Asikie vile wewe utachibu, ndiye apeleke kule mkutano ya giza. Kwa hivyo wale walio na marafiki, kuwa na marafiki sio mbaya, lakini chunga sana na marafiki. Kwa sababu sio wale wote walio rafiki walio wana wa Mungu. Sio wale wote walio rafiki wanaweza kukuokoa. Wengi wamekuja mbele yako kwa ajili ya kukunanza. Wachue mahali umefika na utaendelea kivipi. Na sio wale wote mnacheka nao ni rafiki yako.
kwa sababu marafiki wa siku hizi ndiye adui sana. Umesaona yule aliyopenda sana ndiye anakusaliti. Yule Yesu Kristo aliyopenda sana katika wanafunzi wake ndiye alifanya nini? Na yeye alikuwa anaitwa nani? Judas. Lakini maandiko yaniambia yeye alijua kwamba itafika wakati asalitiwe na yeye, lakini alizidi kumwonyeshana upendo zaidi. Kwa hivyo upendo upigana na vita yako. Bwana Yesu apewe sifa. Muombee, kwa sababu kumwombea ni kumwekea makaa kwa kichwa yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na wala hawaombi mtafanya nini? Mtasema wacha tu niende tu kwa sababu wachungaji wananiombea. Ole wako. Lazima ujitume katika maombi, ndio Bwana asikie ombi lako, ndiye akuokoe. Kwa hivyo sio wale walio rafiki ni rafiki wa ukweli, na sio wale mnacheka nao ni rafiki wako. Ni vile vile sio wale walio katika hekalu wanamtafuta Mungu. Tuko Roho Mtakatifu kwa kanisa, tuko roho mchafu kwa kanisa, tuko na Roho Mtakatifu kwa kanisa. Akipata kila alikuwa anataka, vile yule uliona alipata nini? Zawadi yake. Kila alikuwa anataka anatoa. Amujui zawadi sasa. Mushiba wa kustakia mwenyewe una kilio. Ukupali usokuburiana. Mnapatia serikali kazi ngumu ya vikezi. Mnawapatia kazi ngumu. Lakini mushiba wa kustakia mwenyewe una kilio. Kwa nini tunapenda kupeana serikali kazi ngumu? Na kile tuko na macho lakini hatuoni. Kwa maana tumekuwa katika kitabu ya Zaburi 115. Tuko na macho hatuoni. Tuko na mdomo hatuongei. Tuko na mikono ichukui. Tuko na miguu itembei. Na wale wote wanayotenda hayo wanafanana na hiyo miungu. Uko hai lakini ulikufa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wanadamu, msituache kupea serikali kazi ngumu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa nini mnasema mtoto akililia wembe unampea? Usionampea ajifanyie nini? Achinyee mwenyewe. Na mshiba wa kustakia mwenyewe uko na kilio? Hauna kilio. Kwa hivyo sisi wanadamu lazima tutubu sana. Tumkaribie huyu Yesu Kristo apate kuchunguza mioyo yetu. Tunatoka wapi, tunaelekea wapi? Tusije tukakae kwa ajili ya wakati, lakini tukae kwa ajili ya kumtafuta uso wa Bwana usiku na mchana, akupatie mwelekeo. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto ulio naye mkononi Mungu amempangia mazuri, lakini kwa vile Shetani afurahi, analeta shortcut kama ile mliona. Shortcut ya haraka, Mwende pole pole vijana. Mungu ako na mpango myema kwenu. Anayetaka ainuliwe katika cheo mahali yako, aende pole pole. Wacha kukimbia kula kwa giza kutafuta makaa mitisamba kuocha barabara na mrukiza ndiye akupatie cheo. Enda pole pole. Wakati wake utafika, utainuliwa. Enda pole pole. Wakati ukifika yako utaolewa, utaoleka. Wakati ukifika utaoa. Spidi ni ya nini? Pole pole bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Omba Mungu ya kwamba utaomba tena. Mwambie ni wakati imefika. Nahitaji nikuwe blue, nahitaji nikuwe yellow. Bwana Yesu, mnanisika lakini mimi sitaki kukumbulia watoto mambo mingi, lakini nataka sisi tuelewe. Tunatoka wapi? Tuwe pole pole. Spidi ya nini wewe? Unajihesabia masiku na Mungu haoni ile masiku au ni miaka, ili anaona moyoni mwako unafanya nini. Roho yako inafanya nini? Inahitaji nini? Ana alifanya nini? Alilia akiwa wapi? Na akabarikiwa. Wewe spidi ya nini? Unataka kuvaa kiatu sio yako? Pole pole, enda pole pole bwana. Usiye na haraka baadaye ukuje kusema ningechua singefanya. Itakuwa too late. Mungu ako na mpangilio mzuri kuanzia mtoto akue na siku moja mpaka mahali amefika. Wakati walikuwa na siku moja mpaka mahali umefika. Usione kiremba kingine uone iko sawa kuliko ile kiremba umevaa.
itakuwa hatari kwako. Ndipo unaona ya kwamba Daudi akawaambia hao watu wamekuwa wanafiki, wanasemesana maneno ya unafiki. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Ati yenye midomo yao inajipendekeza. Wanafikiri wanachua lakini hawachui, walitoweka. Mtu anaokoka mpaka anatesa network. Anaimba mpaka anaona hakuna mtu anaweza kuimba kama yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Na mahubiri je? Enyi ndugu wa Kristo, musiwe kama kinyonga, kasi ya kinyonga. Endelea. Ndugu wa Kristo, nyonga, kasi ya kinyonga, badilisha. Anajibadilisha. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini msichukie kwaya. Tuko na beautiful kwaya, good kwaya. Ala? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu tunaombea, tunawakabidhi kwa Mungu na Mungu anainua. Kuimba ni wito. Lakini kama uchaitwa katika wimbo, unaweza kuchikuta mahali popo. Kuimba ni wito. Kuhubiri ni wito. Kila chambo ni wito. Enda pole pole bwana. Ongojea siku yako. Wacha kuwa broker. Na hiyo kazi ya broker, kama ulikuwa na broki mara ikiisha, sio taparara kama umeona. Umemuona. Kwa hivyo tuende pole pole. Tuende pole pole. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tukae katika neno, tukitumiza neno. Kama ni mhubiri, maandiko yatuambia upili ya kwamba hata upili tena. Kama ni mwenye kuimba, aimbe ya kwamba hata imba tena. Tuko pamoja. Kwa hivyo katika neno la Bwana liko very strong. Liko na nguvu, linaokoa, linaponya na kuinua. Lakini unaona aje? Mumeona aje sasa? Tutaenda kwa makoti tutubu. Tuambie Bwana alete msamaha kwa kila sehemu, kona ine ya nchi. Ndio Baba atawale. Umwambie, sijui kama wakati uliona wewe ulifikiria nini? Ulicheka na ukafurahia? Unafikiri Shetani yako kwa kona? Hako na wewe kando. Ungeomba uambie Bwana utuhurumie. Hii majaribio ilikuwa unaona majaribio ya miaka 8. Hiyo ni mshiba wa kushtakia. Bwana Yesu apewe sifa. 3 yatuambia Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza, na ulimi unenao maneno ya kiburi. Waliosema kwa ndimi zetu tutashinda. Midomo yetu ni yetu wenyewe. Ni nani aliye Bwana juu yetu? Yaani wakishatoweka katika laini ya Bwana, wakishatoka katika utakatifu ya Bwana, hawaoni neno, wanajiona wewe wenyewe. Hawaoni Mungu yule amewafikisha mahali pale. Walisahau, wakaanza kufanya vitendo sio sawa. Tukaona hata ikiwa hivi tukifanya hivi, sisi ni watu tunaomba mpaka kanisa inatingi. Sisi ni watu tunaomba mpaka kanisa inatingi. Kwa hivyo Mungu anaweza kuleta msamaha juu yetu. Unaonaje? Bwana Yesu apewe sifa. Zaidi ya hayo, kitu kinakuja kwa ajili ya ufunzo kwa makanisa, sio kwa kanisa. Inakuja kwa ajili ya makanisa ulimwengu wote. Ijakuja kwa ajili ya kanisa moja. Wacha kujidanganya. Nataka uchipime wewe. Mahali huko na mahali uliotoka. Kule umetoka na mahali huko. Ni nini kimekubadilisha ukawa vile ulivyo? Ni nini kimekuinua ukawa vile ulivyo? Ni nini inafanya mpaka ukaona uoni
hata uweze kuheshimu watumishi wa Bwana. Bwana wewe sifa. Kwa hivyo lazima utafakari hayo kabla uchanena jambo lolote. Kuna jambo linaweza kutendeka ndio duniani yote emchue Bwana. Yarekebishe tabia zao ndio watubu wakamrudie. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona kwamba maandiko yatuambia kwamba wale wakatili wenye wamegeuka na kutenda na kuasi kinyume cha Bwana, Bwana atawakata midomo yao ya kujipendekeza na ulimi unanao maneno ya kiburi. Wale walioacha njia za Yesu Kristo, Bwana atafanya nini? Atawakata midomo yao na midomo ya kujivuna. Yaani anafika hata aoni yule mchungaji aliyomwombea kwa sababu ako na Mercedes Benz kwa njia, kwa sababu ameinuliwa hana heshima. Yaani amepoteza heshima kwa sababu amesikia ya kwamba ako juu. Amesikia ya kwamba hata aweze kumtamani. Ni nini unaweza kumfananisha? Kwa sababu kila kitu alikuwa anahitaji amekipata. Sio ya kwamba wakati umepata kile ulikuwa unahitaji unamsahau. Isikia mwimbaji akiwaambia safari bado. Ukumbuke yule aliyekusomeza, hata yule aliyekusaidia kidogo. Pigie Kristo makofi. Kwa hivyo sitaki sisi wanadamu tuchione na muone huyu Yesu Kristo aliyetukufia msalabani. Akisema kuinua kidogo, mshukuru Bwana. Mwambie haya yote nimepata kwa ajili ya neema na mapenzi yako. Nichapata kwa ajili ya nguvu na uwezo wako. Kama ulichenga ghorofa, ambia Bwana, hii nyumba nilichenga, sikuchenga kwa ajili ya nguvu zangu na kwa ajili ya neema na mapenzi yako. Kwa hivyo sasa na kuinua. Kwa vile sikujua nitafika mahali niko. Hii kazi nimepata nzuri, nimepata kwa ajili ya neema na mapenzi yako. Sio kwa ajili ya uchuzi nilio nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa watoto umenibariki nao. Kuna yule anataka mtoto lakini hajapata. Lakini mimi nakushukuru umenipatia watoto. Haleluya. Mahali wamefika sikujua kwamba nitasomeza. Lakini kwa ajili ya neema na mapenzi yako nimekuona. Sio kusema kwamba wewe unachiweza unafanya. Hapana, unaweza kupoteza neema miaka mingi sana. Itoweke, irudie kwa yule aliyokuombea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio naona ya kwamba Bwana akakasirika akasema, nitakata midomo yao ya kujipendekeza, ya kiburi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu usema kwa mioyo yao ya unafiki, Bwana atalikata midomo yote ya kujipendekeza na ulimi unanao maneno ya kiburi. Waliosema kwa ndimi zetu tutashinda. Yaani wamefika wamechiona baadaye kumwona Bwana. Maana Bwana amekutoa amekufikisha ni yeye, sio wewe. Sio uchuzi, sio vile ulio mchanja sana, lakini kwa ajili ya neema ya Bwana. Kwa hivyo kama amekufukiza uanga wengine, usichinue, usijivune. Ya ulimwengu tutaacha, lakini neno itazidi kuwa. Walipomsaliti Yesu wakamsulubisha, walifikiri walimaliza injili, lakini neno linazidi kuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Mimi wakati mmoja tulipopata achali, kuna chambo dada mmoja alinena kutoka mbali. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Anasema unachua haya yote mtumishi wa Bwana unapokea ni kwa ajili ya kutia nguvu. Hata wakiachiwa lile kanisa hawezi kuendeleza. Wamejipanga mbele yako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Buka mama wangu wa kiroho Sara aliniambia, ukiona vita inakuwa mbele yako unaenda kuinuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Uwezo ukapokea vita bure. Vita ni kuonyesha ya kwamba wewe unaenda kuinuliwa. Kwa hivyo waliopiwa vita msilie, msihangaike, jua kwamba kuna kuinuliwa kwenu na kuna baraka iliyo mbele yenu. Kwa hivyo usiliohangaika useme ya kwamba mimi namfanyia Bwana mbona hivi. Kubali kupiwa vita. Kwa sababu ile vita inakuweka nguvu katika maombi. Ile inakuonyesha njia za Yesu Kristo. Unakaa unatafakari juu ya vile unapigana vita, unapiga vita. Unamwambia Bwana, mimi hii vita ni yako. Sasa shuke na ukapigane. Mimi siwezi nikuwafanya, nitie nguvu.
unipatie tumaini. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ngamuuliza dada unasema nini? Ngamwambia niko na uchumbe. Akaniambia uko na uchumbe kamili. Na amepokea uchumbe kwa watu. Akaniambia sitaki kukuambia ya kwamba Mungu ameniambia ni katika lile kanisa nimeshuhudiwa na watu 3. Umeonaje? Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nitakufa wakati Bwana atanena. Nitarara. Sio kukufa, mimi nitapumzika wakati nitamaliza kazi yake. Na yule anaongoza kipofu kumuingiza simo araniwe. Wewe ukongoza kipofu unaona ni kipofu, wewe ukongoza kama huyu mtoto aingie kwa simo uraniwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kipofu inafaa ukisike vizuri, asiingia katika simo mpitiza vizuri. Lakini wewe akiwa kwa sababu unaona yeye kipofu hajiwezi, unampeba unamuingiza kwa simo uraniwe. In the name of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Vita ingine kicha kwako inakuja kukutia moyo. Wewe unayoteseka, unahangaika, ulio na macharibio, usilie kwa sababu Yesu Kristo ako pamoja nawe. Anakuvukisa ile nyangambo nyingine. Ni Shetani anataka kungangana nawe ndio sicho kafuke ile ngambo nyingine. Furahia kwa Bwana kwa sababu yeye ukucha wakati uvaro. Kwa hivyo usiongoche, utulie, waache kuomba. Hii ndio wakati wa kuomba ya kwamba utamuomba tena. Mwambie Bwana sasa nakuhitaji. Hii vita ni yako. Daudi alisimama akaomba, akajitetea, akatetea wana wa Israeli, ndio wakaenda ngambo nyingine. Aliona watu wengi watu wakimwambia kwamba, wale maadui wanakuja ni wengi wa Sauli. Yeye akawaambia hivi, akawaambia wewe usiangalie wale wote na muangalie yule Mungu aliniyotuma changwani. Haleluya. Tupigie Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wale wanaokunenea maovu, wanaosema moyoni mwako kwamba watashinda, wamekuteka nyara, wametafuta plan P, ole wake watashindwa katika jina la Yesu. Kwa sababu yale Mungu amekupangia bako ufike ile nchi anataka. Bako kule, unajua mti usio na matunda uwezi ukapiwa mawe. Ule unaopiwa mawe ni yule uko na matunda. Kwa hivyo wewe kubali kupiwa vita. Kubali kupiwa vita ndio Baba akuinue. Mahali yako inuliwe. Kubali kupiwa mawe ndio wengine wapokee baraka kutoka kwako. Wapokee ushuhuda yale uliyopitia mpaka unaona kwamba ana hakuona haya. Yeye alisidi kumulilia Bwana mpaka akanena. Na wewe sidi kumulilia Bwana mpaka anene. Usihangaike, wewe muite kwamba utamuita tena. Masa kunena yaliyo mazuri. Alisidi hata ikiwa maadui, marafiki za mke wake walimkujia, lakini aliwaona kama wachinga. Na wewe ona yule anao kupiga vita kama mchinga. Kwa sababu hakika itafika itainuliwa na Mungu amweke mahali pale aone ukiinuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Kwa hivyo wao wanasema ndimi zao tutashinda, lakini hawatashinda kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Midomo yetu ni yetu wenyewe. Ni nani aliye Bwana juu yetu? Yaani wameona wamefika, wamechiinua juu, lakini hawakujua kwamba Mungu ako yule aliyowapatia uhai nyinyi nyote. Mungu yule aliyekuumba ndiye aliumba adui yako. Kwa hivyo akiapa kinyume ya kwamba yeye hako amejiona, ole wake, kwa sababu Mungu atakuja na kusaidia wakati wake. Kwa hivyo ile vita kidogo kidogo unaopigwa ni ya kutia nguvu, ya kukwambia sasa safari bado, tuenda katika hii safari, lakini safari Kwa hivyo ukizidi kuchipia imani na uvumilivu na ukae katika neno na usame katika maombi, utashinda vita. Kwa hivyo hiyo vita inagusa nyama na mifupa, lakini yaweza kagusa roho yani mwako, wewe utasidi kuinua mpaka milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ajili ya kuonewa kwa wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwa wahitaji, sasa nitasimama, asema Bwana. Nitamweka salama yeye anavyoonya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kilio chenye wenye haki, Bwana akanena akasema, kwa sababu ya kilio cha wanyonge na wale wanahitaji, atawafyeka wale walio
wagusa wenye haki. Kwa hivyo wewe vita yako sio yako, ni ya Mungu, mwachie yeye. Kwa sababu yeye ameapa ya kwamba wale wanaokudhulumu na kupiga vita waachie yeye. Na usikubali mtu akwambie mimi nimekuachia Mungu. Kwa sababu Mungu atadili na wewe proper. Kwa sababu ile maneno mnayonena na Mungu hawezi akayatambua. Kwa hivyo wewe mpendwa, usikubali mtu akwambie nimekuachia Mungu. Utachua uchui. Itakuwa mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hata ukiona yule anayenena kifo kwako, yule anaenda akitembea uchi akikuitana, yule wanaopanga kama watu wengine kukutendea maovu, sasa anakuonyesha yanakupenda, lakini kwa no, ni upendo wa chini ya kuangamiza. Na wewe unaotembea na hizo masimu zako utakula wewe mwenyewe. Utaramba wewe mwenyewe kama muongezea watatu. Uacha yeye peke yake akuja, asikutume. Akuja peke yake. Wewe utakula wewe mwenyewe. Utaregulate peke yake. Kwa hivyo wakati huu ni wakati. Unajua tukiwa katika kanisa ya unabii sio sisi vibovu. Tunaona ya kwamba mtanafikiria nini leo? Tunaona ya kwamba usiku ni watu wangapi walipiga wa mtoto vita asiamuka, ndio kemdazi asije kaongoza katika kwa. Napenda kusema nikiwa kwangu watu ni kama video kwangu. Nikiifungulia na yote yo. Lakini wewe usidanganye. Kuna wale wanapenda kuruka katika fence iko na miiba. Na wewe kama hujawahi kuruka, uache kujaribu kuruka. Utakuwa machu. Bwana Yesu apewe sifa. Si mtakwama? Sasa mkienda mkakwama watatu mtapatia nabii kazi mingi ya kushughulika, Lakini naombea roho yake wasicha wakapotezwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni wakati wa kukanyaga Shetani na miguu yote yo. Kwa hivyo usiche ukawa na saka moyoni mwako. Furahisha Mungu lakini usifurahishe mwanadamu. Hata baba yako anawete ukana, baba yako akukane, ndugu yako akukane, bibi yako afike mahali akwambie wewe sio walika ya, na yeye akukane. Itakuaje? Utabaka na nani? Utabaki na Mungu. Kwa hiyo usikuwe mtu haraka, wa hasira haraka, kwa sababu hasira huleta hasa. Wewe kuwa mtu wa kuenda mambo bado, enda pole pole. Hii dunia ni kubwa, ni duara. Leo nakuhitaji, kesho unanihitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona kwamba katika maandiko tunaonywa. Yaani wamefika maana wanasema ni nani aliye juu yangu? Yaani ni nani anaweza kumuona na amtendee vile anataka? Kwa sababu kila kitu wako na. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kile chote tulio nayo ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. Akitaka saa hii anaichukua na anabadilisha kwa yule anajua kuitumia. Sio yule anaitumia akiwa na machifuno. Safari bado hatujafika hata nusu. Tuko katika hii safari, na hii safari inahitaji tusikane mkono, tuende pole pole, tukiwa tukitiana nguvu, tukiambia Bwana ako wapi. Hii safari imekuwa Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maandiko yanifurahisha, yaniambia kuna wale wamewekwa kwa ajili ya mangamizo siku za mwisho. Hata ukilia ukifunga 24 hours ukilia, no change. Kwa hiyo usihangaike. Ukiona yote wewe endelea mbele. Yesu kufunja moyo, kwa sababu hiyo itasimamisha kubarikiwa kwako. Wewe kuwa mtu wa kuomba na Mungu atende. Kwa sababu sisi tunaomba na Mungu lakini uchunga sana usiyajue Mungu. Ni mbaya. Kwa sababu Mungu atakuja na kutenda lolote. Wewe wacha kuachiwa Mungu, badala ya kuachiwa Mungu mwenzako akuzike mkono akuombe. Ndio tupatane wapi? Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Sita yatuambia maneno ya Bwana ni maneno safi,
Ni fedha iliyosaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara 7. Maneno ya Bwana ni maneno gani? Safi, kwa sababu yeye Bwana Yesu Kristo habadiliki. Kama anasema atakuinua, hata wachawa waweke mkutano 100 hawawezi. Kwa hivyo wacha kuhangaika. Ikiwa roho wa Bwana amenena utafuka ng'ambo hiyo, utafuka. Bora wewe uchunge wokovu wako. Usike kilio ulicho nacho usicho kapotea. Uwe mtu wa kikulinda sawa. Kwambia Bwana, kumbuka mtoto wangu amefika mahali pale, lakini kumbuka ile dhabihu niliweka, ngakuambia kitu fulani. Sijui kama unamkumbusha Mungu hivyo ama unaweka na unasahau. Unamwambia mimi niliweka, nikuambia huyu mtoto wangu umulinde wakati wake wote, uchana wake wote, mpaka afike wakati anaitwa mama ama anaitwa ba. Kwa hivyo wapendwa, ile agano mliweka ama dhabihu usicho kaisahau. Iko ya maana sana. Unakumbuka Mungu. Wakati unaona mtoto anaenda kuteresa, unamkumbuka Mungu. Ukumbuke niingia kule kanisani, nikapeana nini? Nikapeana maji kwa ajili ya huyo mtoto wangu, usiache apotee. Ukumbuke niliweka kwa ajili yake. Na usisahau. Kama umeisahau kwa ajili ya dhambi na makosa niyo nayo, naomba msamaha. Kama umeisahau kwa ajili nienda kinyume cha mapenzi ya watu wako, unisamee. Ndio Bwana akuja arekebishe. Lazima mchulize na mumnenee katika maandiko. Mwambie maandiko fulani yanasema hivi, katika kitabu fulani kinasema ABC, umkumbuse. Lakini ukienda ukiweka right here, atajua unaweka kwa ajili watu wanaweka. Sitaki uweke agano kwa ajili watu wanaweka. Sitaki utoe dhabihu kwa ajili wengine unaona anatoa. Lakini weka ukikumbusa Mungu. Unamshukuru. Unamwambia Bwana, kama ile dhabihu yangu ikufika, wacha nikutolee sadaka ya hatia na kuteketeza kwa ajili ya nyumba yangu, kwa ajili ya mume wangu, kwa ajili ya mke wangu, kwa ajili ya tumeasi, tumeenda kinyume. Ndio kwa sababu ile dhabihu niliweka ifanyi kazi. Sasa nimekuja nikiomba msamaha. Nimekutolea sadaka ya hatia na kuteketeza. Ndio ndiposa usimame pamoja nami na nyumba yangu. Ikiwa tulienda tukakuasi na ukosea, ndio kwa sababu ile jambo niliweka ikusimama pamoja nasi. Sasa tubu. Wengine wanafikiri kutubu ni uchinga. Wengine wanafikiri kuomba msamaha ni uchinga. Lakini wewe nikwambia sio. Kuomba msamaha iko na nguvu. Kwa hivyo usikosee mwenzako usema leo mama Mahindi alinisamea. Ulimuomba msamaha? Au uchamuomba msamaha? Na maandiko yatuambia ache. Warudiane, wasemesane, ndio wakubalike mbele ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila jambo tunaenda, tunaitia maneani. Tunaipeleka vile Yesu Kristo alikuwa anatenda. Tusikue kwa ajili ya wakati. Tusikue kwa ajili ya wingi. Tusikue kwa ajili ya mtaka kitu. Lakini tuwe kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wamboi akaambiwa rudi mpaka kijijini. Tuko pamoja. Ukaambie yule mama uliopeleka nguo zake na nywele yake kwa mchawe, mkaenda kumuganga. Lakini Bwana alikasirika na wewe. Ikafanya nini? Ikarudi. Ndio kwa sababu umerasu hapa Kenya. Wewe wasa madaktari hawana dawa yako. Dawa yako iko kule kijijini. Kwa pamoja na nyinyi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Boy akuona haya ya kurudi kule kijijini kuita msamaha. Kukutana vitu yake akapeleka kwa uchawe ili kugeuza watoto, kugeuza familia yote. Lakini alirudi akamwambia kwamba nimeasi, nimeenda mbele ya Mungu kukutendea yaliyo maovu. Maandiko yatuambia tukiri. Si ndio? Sio tujifiche, tutoke kwa basia. Haja kujificha jificha. Na Mungu akitaka kukuanika
Atakuanika tu. Atakuanika uonekane vile ulivyo. Sasa akamwambia kwamba mimi nimekuja kuitisha msamaha. Niliteresa kwa ajili ya uchinga. Unajua mtu kufanya hiyo kitu sio mwerevu. Mwerevu ni kuongea kitu, ukiongea kitu ananyamaza, unafikiri yeye ni mjinga. Ati yule hata nikiongea wewe akanifanyia kitu. Nani akwambia amekuachia Mungu? Na unajua kuachia Mungu itakuwa mbaya zaidi hapo mwachoni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usione yule unayokosea nyamaza, unaona ya kwamba mjinga. Yule ni mwerevu mara 7. Kwa sababu anachua ya kwamba Mungu ndiye atampigania vita, sio yeye. Wamboi aliporudi akamwambia, haya mimi sina neno, kwa sababu ungenimaliza singekuwa hai, lakini kwa chini umeshuhudia, naomba upokee msamaha. Wamboi alirudi kuwa mzima baada ya kuteseka miaka 2 hospitali. Unaonaje? Unaonaje? Tutoke kwa basia, tumrudie Bwana. Tujue yale tunayotenda ni mambo aina gani inayomfurahisha Bwana, inayomuinua akiwa katika kiti ya enzi, ama inayemsurubisha kule msalabani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima uangalie sana ni mahali wapi unapigana mabasia ama unapigana na wall fence mechengwa na mawe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni wakati Bwana anataka kutenda mapenzi yake, lakini sio mapenzi ya mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale wamewekwa kwa chini ya siku ya maangamizo, na kuna wale wana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka usiangalie sura, nataka uangalie kile kilio ndani ya mtu, ni kizuri ama ni kiovu. Na wewe ulio nayo unawasa nini? Dunia ni duara. Kiwa dunia hii ilitaka kwa aliangamizwa na nini? Na moto ama na maji? Kwa nini dunia iliangamizwa na maji na moto? Kwa nini? Kwa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati wake wakirudi itaangamizwa na nini? Unatafakari hayo? Katika maandiko matakatifu itaki uchuzi ama uerevu wako, inataka uchuzi na uerevu wa kiroho. Kwa sababu itaki masomo, itaki yule mtu anachiona, inataka yule ananyekea chini ya makoti ya Bwana. Anamuita Bwana ya kwamba hatamuita tena. Anamwambia Bwana, unifundishe njia zako na sheria zako ndio nikutambue vyema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na ukuwe na mtetezi wako anaokutetea katika sala zako. Nani anaokutetea katika sala zako? Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ukuwe na mtetezi anaokutetea sala zako, ndio maombi yako ifike mbinguni. Wacha kujifisha kwa vasia ukanasema wewe uko na uwezo na wa kuomba unaweza kushinda. Mimi ndio ni muombaji, lakini kuna yule mama wa kiroho anaoniombea. Akipotea ripoti ananipa. Kwa hivyo lazima nimheshimu na nimuombee baraka na yeye pia. Nikushikana hapo nini? Kwa hivyo sitamwacha ya kwamba yeye ameomba, ameniombea mimi nikae kwa sababu naombewa na mama wangu wa kiroho. Hapana, lazima hata yeye nimwambie Mungu mkumbuke siku zake zote. Ile maombi anayoomba umutie nguvu ili asije kupungukiwa kuombea kondoo zako. Wewe sijui ni maombi ya aina gani unaomba, kama safari bado. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana, ya kwamba hatutaupata tena. Ukiinama unaonama ya kwamba utainama tena. Utamwambia Bwana, sioni chochote naweza kufananiza nazo. Ikiwa ni nyumba yangu, iwe ni harusi nilifanya, iwe ni watoto, iwe ni familia yangu, hakuna jambo naweza kufanya. Unajua ile siku tulio nayo ni chache. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ni mingi kwa wale wanaoamini kama mimi. Utakaa siku mingi.
Ni imani. Tunasema tunaambiwa tuwe na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Joshua na Kalebu walikuwa na imani mpaka wakavuka. Wakaenda. Hao maelfu walienda wapi? Hao maelfu tuko mafundisho, hao maelfu walienda wapi? Kiwa Joshua na Kalebu ndio walitoboa hiyo safari. Na hao walikuwa wanaomba, walikuwa wanaimba, lakini hawakuonekana kule mbele. Imani. Bwana Yesu apewe sifa. Na yule alienda mbinguni bila kuocha mauti walikuwa wangapi? 10. Walikuwa wawili, wengine walienda wapi? Najua hiyo ni kitu unaangalia, unakitazama kiroho, kuona hii chambo katika kiroho. Sitaki nichukue rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Mwalimu wangu wa Sunday kuna kitu alinifunza. Kama wewe unasahau, ole wako. Kama wewe mwanafunzi unasahau kile mwalimu wako anakufundisha, ole wako. Mimi nakumbuka miaka ilikuwa midogo, kila aliniambia. Na maandiko yanatuambia kwamba ile chambo mtoto wako njema hata alisahau mpaka wapi? Mpaka mwisho. Ukimfundisha vitina, atakuwa mwenye wa vitina, anajua nitaingia kwa karibu, sikiliza vile wanaongea, nipeleke ripoti, na atakuwa tabia. Na safari ni bado. Bwana Yesu apewe sifa. Kimwambia ukikutana na watumishi wa Bwana na watu wa kanisa na waheshimu. Na unajua siku hizi watu wanasema hakuna laana. Nani anakuambia hakuna laana? Iko very strong na inafanya. Kama unajua hakuna laana, kama unaongojea uraniwe ndio sikio umeraniwa, wale wako kabla ucharaniwe unaachiliwa laana na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati huu ni wakati wa kumtafuta uso wa Bwana. Ni wakati wa kuomba ya kwamba utaomba tena. Tuache kumpapasa huyu Yesu Kristo. Safari bado. Tuache kufanya nini? Kumpabaza. Kwa sababu anasema yote yaliyo ulimwengu ni yake. Na akifurahiwa nawe atakupea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kuna swali nimeuliza mchanijibu. Kwa nini wale waliofika katika ile mchi walifika wawili, na kuna wale waliochukuliwa walifika wangapi? Wawili. Wengine walienda wapi? Kanisa ni bahari. Nataka usifanye kuamini, aliyeamini usione yule mwenzako aliyo kando vile vitenda anafanya ikufunje moyo. Safari bado. Wewe endelea katika safari yako ukiwa na imani. Ukiwa ya kwamba utakuwa tena. Kwa hivyo ukiangalia yule vitenda anayofanya ndio acha kanisa, wale wako. Kwa sababu unajua yuko kule nje. Kwa sababu walevi, wasarati na waganga alimalizana nao, lazima atafuta wafuasi kwa kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima ingia katika hema la Bwana iko, haone ya kwamba ni nani yule alikuwa na imani hapa. Nani yule atii sauti ya Bwana anakasirika kwa haraka? Nani yule ukimwambia kitu utamgeuka? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Anaingia na anaanza kufanya kazi, anakutoa. Hakuna mtu anakubali kuanguka peke yake. Ni uongo ama ni ukweli? Lazima atavute majority ndio waanguke pamoja na. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima akuje katika hali ya macharibio ndiye ende pamoja na wale alikuwa anataka. Kwa hivyo safari bado. Umesimama, sitaki uchione. Ona ya kwamba utasimama urudi kwa makoti. Umwambie Bwana, sasa nataka hii dunia tunaishi ni dunia ngumu. Nataka unitie nguvu katika vita. Unipiganie vita na unipatie nguvu. Kwa sababu kuna ile majaribio itakutoa katika neno la Bwana. Wengi kuna wale wakusawishi yaliyo maovu ndio kukuonyesha ya kwamba bado safari bado. Kuna Shetani atakuja na njia ya kusawishi kwa sababu yeye apitie kwa hewa ako kando yako. Lakini ukihitaji Yesu Kristo atakaa ndani yako. Yeye wakati Shetani anako kando, yeye ako ndani yako na kuambia uchui ni Shetani.
Ujui huyu anaweza kupomoa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mwimbaji mmoja ananifurahisha, ananiambia kwamba akatembea pande ya Kisumu akapata hakuna usalama. Akaenda Mombasa akapata hakuna usalama. Alienda kwa wasungu akafikiri kwa wasungu ndio usalama, bado. Akaona arudi kwa Yesu Kristo, anza kumtumikia. Na wewe ikiwa umepotea katika laini ya roho, rudi kwa Yesu Kristo, anza kumtumikia. Yeye akuonyeshe njia zako kweli. Yeye akufunze vile unaweza kusimama. Ukisimama vyema ndiye akupiganie vita. Umuite usiku na mchana, unyenyekee mbele yake na yeye apate kukuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usiwe mregevu katika njia za Bwana. Usiwe mtu wa kupokea maneno, lakini kuwa mtu wa kusikia neno. Ukiwa mtu wa kusikia neno itakuwa sawa mbele ya macho ya Bwana. Lakini ukiwa ni mtu wa kusikia maneno, hata mwenzako akija kutembea ukisikia kuna vitina ya fulani, mwambie hapa hatuchakuja kuongea juu ya kwaya. Kwa sababu safari bado. Bwana Yesu apewe sifa. Haipatia mfano uliona hivi na hivi, mwambie mshiba wa kushtakia mwenyewe una kilio. Safari ba. Kwa hiyo tukae katika neno, kuwa na chambo ya kumjibu. Kuwa na chambo kutoka Biblia. Unajua Yesu Kristo baada ya kufunga siku ngapi? Yesu Kristo alifunga siku moja baada wakati alifunga siku 40. Wakati alienda wakakutana na Shetani, alimjaribu. Lakini hakumuweza kwa sababu alikuwa na neno. Wewe mpendwa Mkristo, ulio na neno ndani yako kweli? Kwa sababu kama Yesu Kristo alijaribiwa, wewe ni nani usiyojaribiwa? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima ujiandae katika majaribio yanayokuja kwako, unachua vile unaipeleka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuna mtu anakuja kwako anapata unakunywa chai, labda yeye anakunywa strong. Unampatia lakini anaongea anasema umaskini ni mbaya. Mwambie umaskini yashindwe. Unajua anaacha kilio kwako. Aikwambia umaskini mbaya, si anasema ni mbaya kwake, anakuja kutuba hiyo roho huko. Mwambie hiyo maskini yashindwe. Akitoka mahali bila apate ukiwa na ujasiri. Unajua Shetani yeye akija anakuja na njia ya kukunyakua. Sasa anakuja ile chai anaongea, nasema ni nzuri na mimi sikunywi hii. Umaskini mbaya, unajua ni hiyo kilia analeta kwako. Mwambie ongea kwa sauti. Wacha kurega. Wewe kwanza kusema kweli umaskini mbaya. Wewe ni maskini. Wewe sio maskini, wewe ni tajiri wa Mungu Bwana. Ukiwa na roho ndani yako wewe ni tajiri. Kwa sababu natuambia ukishatii neno lako na kulisika na kufanya kulingana na mbezi yako, atakupatia mambo yote aliyo nayo ya dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiona yule anakutembelea anasema amehangaika, anamwaya machozi na makamazi, mwambie Shetani ashindwe, maskini ni mbaya, Shetani ashindwe. Sasa anaongea umaskini ni mbaya, unajua hiyo ni spirit anataka kuacha kwako ya umaskini. Mwambie ashindwe. Ndio hiyo roho akienda anaenda na hiyo roho ya kusambaza. Mmeiona hiyo? Kama uchaiona nataka ufunguke macho ione. Bwana Yesu apewe sifa. Na anakuja analia anasema mimi nateseka, naona wewe unakaa vizuri. Mwambie mateso shindwe. Akitoka anatoka nayo. Si anakuja kukuambia yeye maskini anateseka. Ni vile ile spirit anataka aache kwa. Anataka alete ile spirit kuvunika kuachie. Wacha kulia na yeye analia na yeye unalia. Kuwa mtu mwenye nguvu katika maombi. Kwa mtu ukikataa umekataa. Kwani kuna nini? Atakupeleka wapi? Simama na neno mtetee Yesu Kristo. Akisema umaskini unamwambia ishindwe. Na iende kabisa. Hiyo spirit anataka kuacha kwako itoke. Mwambie Bwana nasa anakuhitaji utembee. Mahali hapo itangaze wakati ametoka unajua huyu ni mtu wa majaribio. Unapiga makoti unamwambia Bwana sasa shuka. Kiwa ni spirit amekuja kusambaza hapa kwangu, ishindwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sifikiri wale wanakudirisha ni wote wa marafiki. Sifikiri wale wanakuja wanakulia ni marafiki. Wale ni maadui. Wale ni wabaya kuliko maadui. Bwana Yesu apewe sifa. Uchunge sana. Kwa sababu safari ni
safari bado mpendwa, uchunge sana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba maneno ya Bwana ni maneno safi, ni fedha iliyojaribiwa karibu na juu ya nchi, isiyosafishwa mara 7. Iliyosafishwa mara 7. Wewe Bwana ndiye utakayetufaidi, utaturinda na kisasi hiki milele. Daudi akasangilia, akasifu Bwana, akamtolea Zaburi, nyimbo za sifa. Akamtolea Zaburi, maana yake nyimbo za sifa. Akamwambia kwamba mtamweka, akamwambia kwamba yeye maneno ya Bwana ni maneno safi, iliyosafishwa mara 7, na ni fedha iliyojaribiwa karibu na juu ya nchi. Akamtolea sifa. Daudi kwa vile Bwana alimwahidi atampigania. Baada ya kupigania wana wa Israeli pamoja na Daudi, maandiko yatuambia alimpea sifa. Akamtolea Zaburi, nyimbo za sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Akamwambia wewe Bwana ndio utakayotufaidi, utaturinda na kisasi hiki milele. Ni kisasi gani Daudi alikuwa anaongelea? Ni kisasi kipofu kiliopotea katika njia za Bwana. Kimeanza kuwinda roho za Wakristo, kimeanza kusurubisha roho za Wakristo, kimeanza kukaza nyota za Wakristo. Hizo ndio Daudi alisema ya kwamba ujue ya kwamba wewe ndio utatulinda na hii kisasi kipofu. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha ya kwamba maombi ya Daudi yalijibiwa. Baada ya kujibiwa, Daudi akatoa Zaburi, maana yake nyimbo za sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Daudi hakulala, hakustarehe. Alikuwa na vita mpaka mwisho, lakini alikuwa katika hali ya uvumilivu. Na kitu mara mingi naambia Wakristo, kuwa mtu wa kuvumilia, sio mtu yenga. Akikupiga kifua, penduka mgongo akupi. Maana yake akikutusi, akupake matobe kama ile pundo, ukipaka matobe iweze kapangika. Akiongea machuto, usilale ukihangaika. Ukisema ya kwamba hapana, Wilda aliniambia hivi, yani unataka kuomba lakini uwezi, kwa sababu unawaza juu ya Willi. Toa ndani yako kabisa. Ondoa kabisa. Ukiwe na hiyo utaomba. Daudi angekuwa na hiyo mambo, angeweza kumuinua Bwana. Hangeweza kumtolea Bwana Zaburi, nyimbo za sifa. Hangeweza kumwambia Bwana, tunajua ya kwamba wewe ndio utatusaidia. Daudi alisimama katika imani na uvumilivu. Na wewe Mkristo, katima imani na uvumilivu. Usiwe mtu wa kunyanganyanga. Usiwe mtu, unajua Shetani lazima akwambie mazito ndio kutoa katika safari. Lakini pa safari bado. Naombea moyo wako usicho ukafanya nini? Ukahangaike. Naombea roho yake isiche ikataweka. Lakini nakuombea ukuwe strong in faith. Ndio kila chambo ikicha uchue kupigana nao. Lakini ukumbuke ya kwamba vita siyo yako, ni vita ya Mungu. Kwa hivyo wewe usarende kwa Bwana na Bwana akupiganie. Kusarende kuja kwa Bwana ni kuosa mafasi yako ndani ya nchi. Kwa sababu yeye hawezi akasikia maombi ya watu wamejichanganya. Anasikia wale maombi ya watu wale wameamua kumfuata. Kwa hivyo ikiwa wewe Mkristo umeamua kumfuata huyu Yesu Kristo, hakuna wakati atakuanguza ili wewe umuanguze. Kwa hivyo sitaki Kristo, nataka tumuinue akiwa katika kiti yake. Tutende yaliyo mema kila wakati. Ukiambiwa masito, usione yana masito. Ukienda kwa barabara, ukiambiwa masito, usione uko kwa barabara. Ona ya kwamba mko pamoja na Mungu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Ona ya kwamba Kristo wako anakutetea. Ona ya kwamba kile kiliyosema itakuwa sururuso. Ona kile kiliyosema akitafunga baraka mbele yako usiendelee. Sema Bwana uinuliwe, kwa sababu unajua haya yote vile inatokea. Lakini nataka utende kitendo. Wacha vinywa yao midomo wazi. Ndio wasicho wakajifunya na mambo yao, ili wewe uinuliwe ukiwa katika gigi yako. Yesu Kristo wakati alipojaribiwa baada ya maombi, alinena katika maandiko. Na wewe nataka kuanzia leo ujifunze kusoma maandiko. Ujue ni jambo gani lilo bora na lilo mbaya kwa Bwana. Ndio wakati adui wakisambulia katika maombi yako, nena katika maandiko. Uone vile vita itafika mwisho. Hakuna vita iweze ikafika mwisho.
Hata hesabu ikiwa nzito aje, wale mnaofanya hesabu lazima jawabu ikiwe. Kwa hivyo shida yako iko na mwisho. Kwa hivyo usihangaike, uko na shida, uko na mateso, utapata kazi, utaolewa, utapata watoto, utakuwa na hivi, watoto wako wanakusumbua. Hiyo masumbuko yao itakuwa na mwisho. Watabadilika wakuwe wazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mtegemee chenye Bwana Mungu wetu anahitaji, uwe mtegemeo kwa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo akiinua akiwa katika kiti yake enzi, amwambie Mungu wake, huyu ni mtoto mpendwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Daudi alimshuhudia Bwana, akamwambia yeye peke yake ndiye atawafaidi, atawalinda na kisasi hiki kiofu milele na milele. Bwana Yesu apewe sifa. Sio haki utembea pande zote, huku ufisadi ukitukuka katika wanadamu. Nirudie mstari wa 8. Wasio haki utembea pande zote, huku ufisadi ukitukuka katika wanadamu. Wasio haki, wasio mcha Bwana utembea kila wakati, wanaanyanya huku na kule, wanarandarandi. Na ufisadi imekuwa mingi. Hamchaiona? Watu wanateseka, lakini mtu mmoja milioni, na kilio kile ya watu wanayoteseka wanazidi kumi. Lakini Mungu ni nani? Yeye atabadilisha nchi. Kwa hiyo badilisha nchi, mimi na wewe mkono tukiomba kwa imani. Lakini maombi yetu itafikaje na tuko na vitina kati yetu? Tuko na roho ya kusalitiana kati yetu. Tuko na masengenyo kati yetu. Mungu ataki hayo masengenyo. Anataka watu wakuwe waaminifu na watakatifu. Ndio ndiposa wakati unaoomba maombi ifike. Kwa hivi aliyo na usito ndani yake aondoe, amwakaribishe Bwana. Hakuna dhambi iwezi akasamuiwa isipokuwa ile ya kumdhuru Roho Mtakatifu. Kwa hivyo usione dhambi yako ni mingi sana. Tulikuwa wabaya kuliko akatuokoa. Sapewe sifa. Na yeye upenda ile roho inayotubu. Ile moyo unaongama ndio upenda. Lakini ukijifanya mgumu kama Farao wakati kuachilia wana wa Israeli alifanywa nini? Ziavu na nini? Tuma libere. Hiyo roho ngumu ondoa ndani yako. Ndio Bwana atawala afanye mapenzi yake. Usikubali shetani akakutumike. Bwana Yesu apewe sifa. Jana moja nitolee ushuhuda, kaniambia maana imefika Mateo, sioni kama nitaoa. Kamuuliza ni nini? Sioni kama nitafanya nini? Akaniambia mimi tulitoka na mke nyumbani. Kufika hapa Nairobi wakabadili. Sasa wanaume ndio wanabadilika kama ni wanawake. Sema ukweli. Tuko mafundisano. Rajua tuko mafundisano. Ni nani anafanya mwanaume ubadilika? Okay. Nataka unisikilize vizuri. Alikuja akaniambia kuna jambo imenisumbua sana. Nataka kuongea nisikie kama kuna usito itatoka. Mimi tulitoka na mke kule nyumbani. Tulipofika huku Nairobi, nikaanza kazi, tukakaa na yeye, tulikuwa na watoto wawili, mmoja angaweka shule. Na unajua hii kazi ya wanaume ni ngumu. Unajua ile kazi ya wanaume ngumu. Sasa mahali pale naenda naleta pesa, nafikiri niko na mke. Tuelewana wanawake. Ukupali usipokukaa bwana. Lazima tuelezane ukwe. Tulipofika pale mtoto ako shule, ikafika Disemba. Mimi sikuwa najua ya kwamba kama ako na mpango wa kando. Kwani huyo ni mwanaume alikuwa na wakando? Na mbona mnalalia wanaume? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini kuna chambo nataka ikuwe funzo kwa watu wote.
Unajua mnaweza kusema imefanyikana hivi, imefanyikana hivi. Tumeona fulani mtandao, ona mchaona yule mwanaume alichoma na maji. Na yeye apata haki yake. Lakini watu wengine tufikirie sana. Tusije tukaweka haramu. Kuna jambo inatendeka, ndio Wakristo tujifunze. Kama tumeenda kombo tutubu. Kama umeingia kwa wenyewe utoke. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe umeingia umejulikana vizuri ama umeingia kwa ajili ya kunyanyaza yule? Kama umejulikana vizuri ni sawa. Lakini kama umeingia kwa ajili ya kunyanyaza yule, ole wako. Kama kuna mpango wa kumnyanyaza, hiyo ni mbaya. Lakini kama umejulikana sawa ni sawa. Sijapinga, hiyo ni maoni yenu. Msema ya kwamba Bishop alianza kupinga, hapana. Kuna roho tofauti, ni neno. Na waletea neno, tuelewana. Aliyo hospitali yako mahali pale, ndio makanisa katika duniani yote ichifunze. Si ya kwamba akona kosa. Kwambia akona. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mafunzo. Alipotoka mahali pale hakuchua, yeye akafika Disemba akafanya shopping waenda kukura na Disemba. Wakati walipomaliza mtoto Januari kwenda shule. Hiyo ni kitu alishuhudia tukiwa na yeye. Mama, unaona wale wa mama vile wanafanya, akamwekea, sio wote wabaya wa mama, mnielewe. Ukumbe unajua. Akamwekea, akamwambia enda. Jamaa, umefika wapi mama watoto? Niko Nakuru. Umefika wapi? Nimefika Maimai. Umefika wapi? Dereva imekwama. 3 days. Kumbe madamu ako Meru. Nataka nikuulize. Kuna swali nakuuliza lakini mnielewe. Mimi nasema kuna ndoa imechurikana wamerewana. Na kuna ndoa inachivisha kumaliza mwanaume. Ni uongo ama ni kweli? Yaani intention yake ako mahali pale ndiye amumalize. Ndiye ato? Ako mahali pale ndio watoto wasome ndiye ato? Hiyo ni mbaya wa mama. Hiyo sio fair. Sasa acha waona. Akahangaika. Sasa simu ikawa mtecha. For 4 months. Akaenda jamaa elikimbia akili sana. Akakimbia lakini yeye akatulia. Kwa sababu alikubali. Unajua chambo inaua mtu ila ananyamazia. Mimi nasema ukiwa na chambo ongea. Ondoa ndani yako ndio zaidi. Usaidiwe. Yeye unaona kuenda anyamaze kama wanaume wengine achukua asile yaani achukue kitendo ya haraka. Yeye alijaribu kupata advice kutoka kwa sasa 4 months aoni mwanamke ndio simu ilifunguliwa. Na wakati ilifunguliwa ndiye alikutana pamoja nami. Aliniambia unaona nitafanya aje. Ngamwambia safari bado. Bwana Yesu apewe sifa. Safari bado. Tulia chini ufikirie, uombe urudi kwa wasasi wakwambie. Lakini mimi nakwambia safari inamaanishaje? Mwanamke wa kudanganyi kutolewa kwa mwanamke aweze akawa mwanamke wa ukweli. Hata mahali ataenda atadanga. Na wewe unaoa mwanamke mumtaka kwa mwanaume mwingine, usifikiri atakuheshimu. Ukubali usimkubali. Ataenda ile kitendo alitendea yule mwanaume ulimtoa kwake. Hukumtoa kwao, ulimtoa kwake. Ukampeleka. Vile uliomtoa kwa mwanaume mwingine ukamwonyesha madharau, na vile atakuja kukaa kwako, atatanganywa tena aende. Nawaambia safari bado. Ni hiyo inaendelea kwenda hivyo tu. Jamaa alikuwa na uchungu kwa sababu alikuwa anafanya mchengo akiweka watu. Na unajua hapa Nairobi vile shule ziko expensive. Anachiacha. Labda anapepa ile masiwa ndio bibi at least. Akuja kunywa chai. Wakunywe na watu. Najua kuna mwanaume hawezi akakunywa chai hotelini. Ama ni uongo?
Anapiga hesabu ile atapeleka alipe nyumba, afanyie nini, alipie mtoto school fees, anaona hii mafuta ama hii masiwa acha nipeleke tupike pamoja tukunywe kwa sababu sina hata waizi. Wewe unaona mwanamke, unaona huyo ni mjinga. Unaona yeye ni mjinga? Sio mjinga. Tafika wakati utaregret. Bwana Yesu apewe sifa. Ya mwisho, na wewe unaingia katika ndoa. Unajua wita ni wa Robert. Na wewe unaingia unaenda kuharibu Robert ati wewe atezeke. Safari bado wewe. Talia, taparara. Hiyo speed ni mbaya sana. Unamjua Eddie Robert ya kudanganya, umuoni, uchawahi kumuona, ukuje kuregret. Robert alinidanga, lakini yule umeona. Ati sasa umeingia ndani na unaanza matusi. Unaanza unaanza ile ni nini? Funzo. Kwa hiyo kama umeingia kwa Robert ndani, mmekubaliana, mimi sijakataa. Heshimu huyo. Na mawasiliano yako kubalika ndio amani itaweza kuwa, lakini unaingia unajificha, unaanza kumsomea kumtu. Nani yeye? Unajua Mungu ni nani? Mungu sio mwanadamu. Mungu ni Mungu. Na ndoa iheshimiwe na watu wote. Na wewe mwanamke mwanaume mwambie ukweli umeoa. Bwana Yesu apewe sifa. Unafikiri huyo jamaa alirudi wakati kupigiwa simu warudia na huyo mwanamke? Hiyo unajua hii ni kifo. Hiyo in fact ni kifo. Unafanyia shopping na mwanaume anaenda kwao, alafu ukirudi unaenda shortcut. Unaenda miezi 4 wakati mmekosana na ule ndio unampigia simu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio ampigia simu. Inafaa tukuombee sana. Mimi naona kifo mbele yako. Kwa sababu mtu kama huyu, mtu unaenda mchengo, unamkiriza, anaenda nyumbani, kutoka nyumbani, anakuja mpaka huko. Na baada imekuwa moto kule, ndiye anakupigia simu. Si ukae bila mwanaume. Kule kuna wasa, kaa kama Paulo. Tuombe. Mnaonaje wazee? Unakufa haraka bwana. Unakaribisha kinyonga kwa nyumba. Unaonaje? Wewe unafurahia unanyang'anya mwanaume bibi. Ala unafikiria wewe atakuheshimu na wewe atakuacha vile aliacha yule. Nataka mtafakari haya muone. Ndio napenda kusema ndoa iheshimiwe. Na wewe usifurahie kutesa mwingine ati wewe usomesewe, wewe ufanye hivi mbele na yule ako nyuma ati unatesa watoto wako wewe usomesewe ama usomewe. Watakuja kulia kwa simu. Nafikiri Mungu ni nani yeye? Unajua kila kitendo unaotenda sima uangalie. Ni jambo gani hii inaweza? Afadhali yule aliyokudanganya bila wewe kujua. Lakini ukijua utafanya nini? Yaani jibu linaweza itakosa kweli? Aliwezi kukosa, lakini ukifanya intention ndio kwa sababu mtateseke, ndio kwa sababu utateseke bila maelewano. Ole wako. Kuangalia kwa mbali. Funzo iko. Ulimwengu wote tambue Ukristo ni nini. Ukristo ni, unajua sasa hii Mungu ameanza kuweka wake wazi. Ajue ni nani walio wake, ni nani sio wake. Kwa hivyo mimi sitaki muende TikTok, Facebook mkiangalia ukicheka lilia roho yako. Lilia, waambie Bwana hata mimi unisaidie nisije nikazikwe na haya mambo. Bwana Yesu apewe sifa. Uambie Bwana nisije nikaangamie kwa ajili ya haya mambo. Nisije kanisike. Na mahali pale Mungu amuokoe. Akitoka kule akuwe na funzo nzuri. Na huyu mwenyewe aliyofanya hivi afikirie nyuma. Aone nini? Niliyofanya kafika nikafanya hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Ni ukweli. Lakini na pia kama wewe ni mtu wa kutumia kamote kubadilisha wanaume. Wacha nikwambie. Wakati itatoka kwako ataukatakata kama nyama ya bucheri. Mimi nimeona mtu amekataka. Ataukatakata. Wewe mfanya mchinga kwa mzungu, lakini mwisho akitoka utaona siku refu. Kwa hivyo wenye kuokoka tuache kujificha kwa basia.
turudi tumwabudu Bwana ya kwamba hatutamwabudu. Tumulilie Bwana, tuseme Bwana utusaidie. Tusiche tukawa kwako lakini tuje kuwa kwa kuni kwa watu wengine. Kwa hivyo toka kwa basia ndani, umulilie Bwana, umwambie Bwana uniokoe. Hii kitendo isiche kanipata mimi. Hii kitendo isiche kapata mwingine. Wache kuwe funzo kwa watu wote, ndio watu watubu wamrudie Bwana. Waheshimu ndoa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio Bwana atawale kwa kila saidi. Ndio Bwana aleta usalama. Ndio watu wote waheshimike. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ndio tunaona ya kwamba Bwana amekasirika na wale watu wanajiweusa kama kinyonge. Leo wako kanisani, kesho wako wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Leo wako kanisani na kesho wako wapi? Leo wanasema wanakupenda, kesho wanakusaliti. Unaua ndio pokea ile mali yake. Utara, unajua mtu akikufa anaenda na mali yake. Usidanganya tu wewe ua, uchukue mali ya jamaa. Akienda anaenda na mali yake. Nani akwambia ndio hata kiwa shilingi 5. Kufuata. Kwa hivyo kitu ya maana ni kuomba na kuambia Bwana atende kulingana na mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi kama Wakristo turekebishe mienendo na tabia zetu. Tusiche tukaangamie. Tumwabudu Bwana ya kwamba hatutamwabudu tena. Ukiamua katika safari, ambia Bwana usiniache. Mungu anatenda kulingana na mapenzi yako. Kila kiumbe akona sababu ya kukuweka kiwa hai. Kwa hivyo tuache kuwa mitumba, wanawake mbarikiwe. My name is Betty Mina. Ephesians chapter 6 verse 1, it says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. My name is Daniel Ogero and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Ephesians 4 verse 4. It says, there is one body and one spirit, just as there is one hope, God, that which God will call you.